alifika Zanzibar pamoja na kaka yake mgeni aliyekuja mwaka 2000 wakati alipokuwa akifanya safari ya kuelekea Komoro kwenda kuhudhuria hauli ya mwanachuoni mkubwa al-Imam al-Habib Omar bin Ahmad bin ugeni huu wa mwanachuoni huu una maana gani kwa historia ya Zanzibar unapoiangalia wewe? Historia inarejea kitovu cha Uislamu, kitovu cha wanachuoni Zanzibar uliotokana tani pamoja na Sheikh Al-Habib Ahmad bin Abubakar bin Sumeti aliyezikwa Malindi. Al-Habib Ahmad bin Abubakar bin Sumeti mafungamano makubwa na Sheikh Abdallah bin Muhammad al-Bakathiri aliyekuweko pale ukutani Zanzibar, na elimu yote ya kitovu cha Zanzibar imetokana na hapo katika kituo nilichokisema. Kwa hiyo wanachuoni wote wa kanda ya Afrika Mashariki na ya Kati bado wanatokana silsila hii ya kufungamana mashekhe hao wawili bin Sumeti pamoja na Sheikh Abdallah Bakathiri. Maana nikisema kwamba hata mufti mkuu aliyetangulia wa Tanzania bara Sheikh Shaaban Simba ni mwanachuoni ambaye aliyesoma katika Muslim Academy Zanzibar, na mufti mkuu wa Tanzania wa hivi sasa vile vile amesoma kwa Al-Habib Ali bin Badawi, Al-Habib Ali Badawi Jamalulail, lakini Habib Ali Badawi naye mafungamano makubwa kifamilia na kielimu hapa hapo ukutani. Kwa hiyo tukizunguka chain ya wanachuoni waliokuweko Zanzibar, ni kitovu cha wanachuoni wa Zanzibar. Historia hii ambayo unaielezea wewe inaonekana ni kubwa, maana yake ni kusema kwamba Zanzibar ni chimbuko la elimu na maarifa, lakini kwa kizazi cha sasa kinaonekana kuisahau ama kutokuitilia maanani historia hii. Kwako unaliangaliaje hili? Linakupa picha gani huko twendako? Siamini hivyo kwamba kizazi cha sasa hivi kimejitupa katika elimu. Tuangalie katika harakati za miaka 10 na 15, Zanzibar imeanza kurejea tena katika watu wanazuoni wakubwa. Sasa hivi ni wakati mdogo. Tulipata msiba wa kuondokewa na wanazuoni wengi walipoondoka baada ya yaliyotokea Zanzibar, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wale waliotoka wametoa kizazi kipya na kuanza kuwarejesha vijana wapya wanaosoma, na tumewaona. Tunayo hapa chuo kikuu cha Kiislamu kimetoa mashekhe mbalimbali, tunaye mufti wa Zanzibar, tunaye kadhi mkuu wa Zanzibar, lakini tunao wanafunzi ambao wengi wametoka sasa hivi nchi mbalimbali, kwa mfano kama Sudani, Saudia, na sasa hivi utiriri umekuwa mkubwa kutoka Yaman, Hadhramuti, kuleta mafungamano makubwa ya kutoa wanazuoni wapya ambao tunatarajia inshallah baada ya miaka 10 tutakuja kuona natija na sifa za wanachuoni. Uwepo wa mwanachuoni huyu Zanzibar itegemea nini zaidi? Yeye kusema la ukweli ni mwanachuoni al-faqih kama babake, mwanachuoni mkubwa. Kwa umri ni mdogo sana kwetu, lakini kielimu ni mkubwa, na lazima tuwaheshimu wanachuoni hata kwa elimu ndogo, na vile vile kwa elimu kubwa walioipata wanachuoni pamoja na udogo wao, lakini wanaheshimu watu wazima, kwa maana ya kwamba watu wazima wanaheshima zaidi mbele ya mtu. Wito wako kwa kumalizia? Niombe sana watu wa Zanzibar wampokee leo Al-Habib Al-Sayyid Omar bin Habib Zain bin Sumeti, na atafanya safari mbili kwa siku. Leo moja atafanya ziara kwenda kumtembelea babu yake Al-Habib Ahmad bin Abubakar bin Sumeti aliyezikwa msikiti wa Ijumaa, na babu yake mwingine Al-Habib Zain bin Sumeti aliyezikwa nyuma ya skuli ya Kiponda, na baadaye la asiri atahudhuria katika uradi la tatu utakaosomwa msikiti Jibril. Na unatoa wito kwa Waislamu wote wa Zanzibar wahudhurie leo magharibi utakaofanyika katika msikiti wa Mchangani mjini Zanzibar, katika mhadhara mkubwa kuwafungamanisha na kupokea tija na maelezo mazuri kutoka kwake. Asante, nashukuru. Shukran. Jina langu naitwa Muhammad Suleiman, ni mwanaharakati katika mambo haya ya Kiislamu, na vile vile ni mstaafu katika mashughuli ya kazi za kiserikali, na nimo katika taasisi mbalimbali zinazohusika na mambo ya kidini hapa Zanzibar. Naam, ugeni mkubwa sana unaonekana kutaka kuwasili muda mfupi tu unaokuja. Wako unauchukuliaje ugeni huu? Ugeni kwa kweli umekuwa wa kuzoea hivi sasa hivi, na hii ni raha mojawapo kwa Waislamu wanapokuwa wanatembelewa na wageni, hususan wanatoka katika nchi ambazo ni za Kiislamu kama Yaman, wanatoka Suria, wanatoka Iraqi au wanatoka Masri, wakawa wanakuja kwetu, huwa tunapata faraja, kwa sababu sisi kiasili watu wa Zanzibar na watu wa Yaman tuko pamoja
na takriban mambo mengi ya kidini yamekuwa tumeyaiga au tumeyapokea kutoka katika nchi ya Yaman, na wanafunzi wetu wengi wa Zanzibari wamekwenda Yaman kwenda kusoma, na ndio ambao hivi sasa wanafanya kazi katika taasisi mbalimbali za mambo ya khairati kama Mahali Junaid na sehemu nyinginezo. Wengine maimamu sasa hivi, wengine watoaji wa mawaidha katika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kuja kwa ugeni kama huu ni hamasisho jingine, na vile vile wanapokuja bila shaka wana tunu ambazo wanatupa, na miongoni mwa tunu hizo ni pamoja na kutupa vitu ambavyo sisi hatukuwahi kuvisikia, kwa sababu siku zote mwanachuoni ni yule ambaye ndani ya ilmu yake basi kuna vitu ambavyo vinaleta ubunifu mpya wa kuitizama hali ya mazingira, kwa sababu mwanachuoni ambaye haangalii mazingira ni mwanachuoni yule ambaye aliyelala kabisa. Lakini changings ambazo zinafanyika katika dunia, yeye ndiyo ambayo inaongeza knowledge yake mwanachuoni, kwa sababu kile linalosemwa basi bila shaka anakwenda katika reference tena ya hadithi za Mtume, anakwenda katika reference tena ya Qur'an, basi anajua kwamba haya yanayokuja yote tayari yalisemwa, yalizungumzwa, na anapata zaidi kufasiri au kuchambua Qur'an vizuri zaidi na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwisho kabisa kwa kumalizia, ugeni unakuja, nafasi ya vijana katika ugeni huu unazungumziaje? Vijana ni kujisomesha, kwa sababu takriban wageni wengi ambao wanakuja, akiwemo Habib Omar alikuwa anakuja, bado alikuwa ni kijana, na bado ni kijana, kwa sababu ni mtu ambaye hakutimia age za 60 kwenda mbele au age zetu sisi kwenda mbele. Kwa hiyo hawa ni bado kuonesha kwamba wao ni wahamasishaji zaidi wa vijana, kuonekana kwamba elimu haijaganda kwa wazee watupu. Elimu kijana akitafuta na akaiogelea kikamilifu na akailalia kucha yake, basi elimu ataipata. Kwa hiyo Habibu Omar ni kijana bado, mnaweza mkamwona kazeeka, lakini bado ni kijana, na hawa wanaokuja wengine kina Bin Sumaita na wengine wote ni vijana bado. Kwa hiyo ni vizuri vijana kuona kwamba sisi kumbe na sisi tunaweza tukafanya, na zaidi ilivyokuwa hapa ni asasi ya Kiislamu katika Afrika Mashariki nzima, Zanzibar. Kwa hiyo vijana wakikamata nafasi za maulama waliopita kwa mamia ambao walikuwa hapa Zanzibar, basi itakuwa tutapata faraja, hasa kutokana na maharibiko na yaliyotokeza katika visiwa vyetu. Mambo yamechafuka sana katika mambo ya ibada, mambo yamechafuka katika suala zima la tarbia. Kwa hiyo wanakuja kama hawa maulama na wakaweza kurefresh na nyoyo zetu, basi wa faraja. Vijana nasema kwamba kumbe na sisi tunaweza tukafanya kama wanavyofanya wenzetu ambao wanashika dini. قدركم نحن جينا زائرين مستفيدين. شكركم الله تعالى يا مرحبا. كان هذا السيد محمد المهدي. الله يكرمكم يا مرحبا. من الرجال جميعا الله شرف الله قدركم إذ تأتوا. شرف الله قدركم، من تواضع رفعه الله. هنيئا لكم، هذا إلا نحن مستمدين منكم. الله يكرمكم، جعل الله وسلم الله. نعم، يذكر العهد، الوالد ذكرنا قبل سفري قال نعم في طريق الجمهور تقريبا 20 سنوات قبل. نعم 18 سنة و17 هكذا، هي كينيا وتنزانيا وزنجبال. نعم يا مرحبا يا مرحبا يا حيا يا سهلا يا مرحبا يا مرحبا. هذا المحبين كلهم. نعم، المحب كل سنة، المحب لله كل يوم له عيد. الله يكرمك ما شاء الله يا حي ويا سهل. هذا الولد الاخ عمر بن علي، عمر العيدروس صاحب المشترى. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. الحضرموت كلها هنا. هو نفسه، هو المريد من الرباط. نعم نعم
هذا شاطر. نعم يحيى هذا عرفناك. نعم الله قدركم. يا سهلا يا حي يا سهلا. الله يكرمك يا مرحبا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. قد وصلنا في هذا اليوم المبارك إلى هذه البلاد المباركة، إلى بلاد زنجبار، لزيارة الإخوان والأحباب وزيارة ضريح الإمام القطب الحبيب أحمد بن عمرو بن سميط رضي الله عنه ونفعنا به. نسأل الله أن يجعل قدومنا إلى هذه البلاد وزيارة أهلها والاستمداد من أهلها وحسن الظن في الصغير والكبير، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بأحبابها وأصحابها في الدنيا وفي الآخرة. ونشكر حسن ضيافتكم وإكرامكم، ولكم منا جزيل الشكر والتقدير، ولا ننساكم جميعا من صالح الدعوات. في أمان الله. بل منا إنك أنت سمينا وتمنى علينا إنك أنت الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل السن يا حليم لا يعجل. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنة وذا العطاء وذا الغنى أنت حبيب التائبين يا أرحم الراحمين. وفدنا إلى هذه البلاد فاجعل وفادتنا خير، نوينا ما نوسل بالصالح. اللهم بارك لنا في أهلها، بارك في أهلها وبارك لنا في قدومنا إليها، واجعل البركة حالة معنا ومع صغيرنا وكبيرنا. اللهم اجعل مقدمنا مقدم خير، وارزقنا اللهم تعالى من أهل هذا البلد بركتهم وسرهم يا أرحم الراحمين. ونوينا ما نوسل في الصالح. اللهم بارك في أهلها وعم بالخير والفلاح والصلاح، واجعلنا وإياهم محبوبين موفقين للخيرات، واجمعنا وإياهم غدا مع الحبيب المصطفى في أعلى الجنان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا الرحيم. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.